tariki 14 mwezi wa 5 mwaka 2000. Fasi ambapo wanaita Ukampa ni kama vile 2 kilomita na mji wa Katogota. Masasi ikaanza kupiga pale. Ikasemekana ya kwamba wamemuua mwanajeshi mmoja wa wale wa wanajeshi wa ex-military wa RCD kwa wakati wa RCD. Na ilikuwa saa 9 ndio mambo yakaanza kuchafuka. Basi kwa sababu RCD ilikuwa inadhibiti miji fulani ya bonde la Ruzizi, Kamanyola walikuwa pale, Katogota walikuwa pale, Kubon, Ruvungi walikuwa, Lubarika walikuwa, na Bwegere ilikuwa ndio sawa vile eta major yao. Hapo ndio kulikuwa ofisia wengi na Bwegere walikuwa. Basi Bwegere wakakuja Katogota, Kamanyola wakafika vile, na Lubarika wakashuka, na hapo wakaanza kuwa watu. Na siku ile kulikuwa mchezo ya mpira, kulikuwa match. Wale ambao walikuwa kwa match na waza kurudia kufika makwao. Sasa kaanza kupigwa na kuanza kuwa watu, ambayo inashangaza zaidi. Na ndiyo maana mimi binafsi na wenzetu wateteaji wa haki za binadamu kama vile mimi, sisi tunakuwa tunasema kitengo cha kwanza ndio kia muhimu zaidi ni ile kuwe mahakama, kuwe procès yenye iko kusudi wale ambao wamefanya vile siku moja waone nao watu waone wasambe, na labda itaweza kudekuraje ile mauaji isiendelee. Donc mtoto mmoja, mama mmoja alikuwa ni Mkristo Katolika, alikuwa ndani ya nyumba, akasikia jirani yake anaanza kulalamika, kalomba atoke nje, na iko na mtoto kumgongo, na alikuwa na chakula sana. Toka nje anakuta deja basha kwa barsini yake, wanamuuliza uko na nani? Akasema niko mipeke. Na ndani ya mkule mlikuwa wengine watu. Mama akafunga akasema niko mipeke. Akamwambia siko utaweza kusali sala yako ya mwisho? Akasema ndio, mimi niko Mkristo, nitasali. Anza kusali mmoja, akamwambia siko tutamuua, niko na mtoto kumgongo. Sema hapana, ifutu akafika. Akampiga risasi. Na ule mtoto naye akaanguka. Kwa bahati nzuri mtoto hakushikwa na risasi. Na leo hii ndio amani. Leo hii amani yangu. Kwa ngambo yangu ni binamu yangu. Leo ule amani. Imaginez-vous mtoto mwenye hajaanza hata 6 mois. On tue sa mère, na mtoto anaanguka. Na leo ule mtoto, vous allez lui dire, il faut réparer pour que asabu yale ambayo ameona. Même si il a l'histoire. Leta ingine mfano ingine pour que nisikawie kama kisi alisema nifanye dakika 5. Shwama kiapo. Kwa kabion chimama. Ule wameomoa baba yake alikuwa mwongozi pale. Il avait encore 3 ans. Il avait 3 ans. Mais aujourd'hui peut-être il connaît déjà comme 26 ans. Est-ce que vous allez dire pour le mouton passer maintenant, il faut pas nous réparer et les criminels continuent à participer dans les institutions de notre du Congo. Là, le criminel ni député, là, le ministre, là, le nani. Est-ce que les réparer ça? Nous réparer, donc il a répondu. Est-ce que il a répondu?
C'est pour dire que ile siku watu wameuawa, amesoma, wametupwa ndani ya choo, na baadaye kutupa ndani ya choo walikuja tena kuwatoa ndani ya choo na kuwatupa ndani ya mto ya Ruzizi. Wakati ambapo wanasikia kama labda kunakuwa deja enquête zenye zimefanyika, wakakuwa na woga, wakawa kutetea watu na wakatupa tena ndani ya mto Ruzizi. Basi kwa machache ni kuambia waparticipant wenyewe labda hawako wakatogota, hivyo ndivyo wale RCD Goma. Sisi hatujawahi kutaya kabila fulani yote ile, tunataya tu wale ambao wametuua, wazazi wetu ni mouvement ya RCD Goma, na wale responsables ils sont encore là. Na un certain moment vraiment nimefurahi sana kwa sababu hii ni tour ya kwanza inaona l'autorité provinciale qui participe à kwetu. Niyo vraiment nilifurahi sana. Même message yake nilipata vizuri kusema kwamba rais ambaye tunakuwa naye ataleta mwangaza kwa mauaji ambayo yote imefanyika katika jimbo la Sud Kivu, Kasika, Katogota na Makobola. Siku moja wale ambao wametua nao wajibu kumakosa yao. Même si haiko tu tribunal, anasema ule ambaye aliparticipe mauaji ya Katogota, Kasika, Makobola asionekane mwa institution za Kongo. Na asante sana. Basi